from the classroom to the community, we have been hearing that the different discussions pertaining the 2050, and sadly enough, we see that those platforms that hold this issue of 2050, they are being seated with all the people, right? We see our doctors, madam here, are the people who are called when discussing 2050. But sadly enough, probably our madam here won't be practicing by 2050. What am I trying to communicate here is we have to be engaged from now so that we build that healthcare we want by 2050. Wote mmesoma dira 2050? Mmesoma dira 2050? Yes. What I'm trying to say ni kwamba ile dira imetengenezwa kushape maisha au kuonyesha mwelekeo wa Tanzania kufikia 2050, lakini by wanaoitwa au wanaodiscuss ile dira specifically ni watu wazima ambao they are 50, wana miaka 60, wana miaka mingi hivi. Na 2050 from now ni miaka 25 tunayoongelea. Mtu ambaye ana miaka 50 atakuwa na 75 na atakuwa ameretire probably. So nilikuwa nimeitwa ku highlight ni sisi tunawezaje kujiengage au kujitengeneza ili tufiti kwenye hii dira 2050 ifikapo 2050. Since we are left out, tunaendelea kulaumiwa tu Gen Z wanatumia ni ChatGPT, ni AI, baada ya kutengenezewa njia sahihi ya kusurvive na AI, kwa sababu hatuwezi kuieliminate, right? Hatuwezi tukaiondoa kwenye system. We should embrace these technologies, sindio? Njia sahihi. Sasa hivi topic zingekuwa zina focus katika njia sahihi za kutumia artificial intelligence, sio topic mtandaoni kama tunavyoona kwamba wanafunzi wa siku hizi Gen Z wanatumia AI, which in medical school sidhani kama kuna student ambaye anafaulu kwa kutumia AI. Atafaulu labda maswali ya darasani, lakini tuna clinicals, right? Hamna muda pale wa kuweka ChatGPT kwamba mgonjwa unaulizwa what are your diagnosis uanze sawa. Kwa hiyo sisi tupo katika career ambayo hatuna room ya kupita kiujanja. Yaani ujanja utafanya labda mwaka wa kwanza huko mwaka wa pili, lakini kuna muda utafikia they test what you get from your head. Sasa tunafanya nini na jamii inatuhitaji kufikia 2050? Na jamii inatuhitaji, lakini waliopo katika meza ya kudiscuss haya hawatu involve. Tunatakiwa kufanya kitu kimoja, inabidi tujiinvolve wenyewe. Nilihudhuria kikao Dodoma mwaka jana bungeni wakati wanapitisha dira ya 2050, ilikuwa kikao cha bunge. Na sada ilikuwa ni siri, yani tutakiwa kutoka mpaka kitakapotangazwa, na wakawa wana discuss. Lakini mimi mawazo yangu hayakuwa pale. Nilikuwa naangalia watu wanaochangia ile dira 2050 kwenye kile kikao kabla ya bunge. Ni watu ambao wote wana staff. Sawa? So from there nikapata picha kwamba nina wakati mkubwa wa kushirikiana na wenzangu kila ninapopata platform, kuwakumbusha kwamba ni wakati sahihi kama vijana katika sekta ya afya tuhakikishe tunajiengage katika mambo ambayo tunaongelewa hasa kwenye future zetu. Tunajiengage vipi? Ongereni nyinyi mmefika hapa leo, mna discuss jinsi mtakavyopeleka dental education kwenye jamii. Tusome ile dira inavyoenda na tujihusishe katika masuala mbalimbali ya kijamii na ya ambayo yapo nje ya darasa. Na imani kila mtu darasani anajifunza na anapewa mtihani.
lakini mtihani wa community bahati mbaya hatuna. Jinsi gani unajiengage kwenye community, jinsi gani unaweza kutranslate your knowledge kuirudisha kwenye jamii. Sasa hapa ndo tunapoenda kutofautiana, kwa sababu dunia inabadilika. Muda wangu umeisha. Ningependa kuwasihi wote mliofika hapa, iwe chachu kila mmoja wetu aweze kuchukua action kuanzia leo, kuangalia ni jinsi gani atajiengage katika mada muhimu ambazo ni kwa ajili ya future yetu, hasa upande wa medicine. Mtajiengage vipi? Hizi ndo platforms. Hakikisha una attend platform zote, hakikisha uko updated. Sikuwa darasani peke yake na kusoma ukapata A's, GPA ya 5 mtaani, haifanyi kazi. Mtaniwa mashahidi walioko mtaani kwamba GPA tena unayo ndio ya 5, you have to get a good GPA, lakini jinsi ya kuitranslate ile GPA ukawa useful kwa jamii ni kitu tofauti ambacho unahitaji kuanza kuengage from now onwards. Thank you for inviting me. Thank you for giving me this opportunity, and warm greetings from TAMSA Tanzania. We love you and we invite you to attend our General Assembly, which will be taking place at in Zanzibar from 30th September to 4th of October this year. Yes, thank you and God bless you all and peace be upon you all.